Yes, mambo vipi? Bana nikupeleke kwenye familia moja ya Mr. and Mrs. Yuda. Wako chumbani hapo wanapiga story, mtu na mke wake. Umeona? Mke anamwambia mume wake, mume wangu, unamkumbuka shemeji yako Lili? Anataka kuja, kuna interview yake ya benki anakuja kuifanya. Yuda anasema, "Oh, anacheka sana. Maana namkumbuka sana shemeji yake, hajamuona siku nyingi." Akamwambia, "Oh, kamaliza kamaliza, anakuja hapa kufanya interview." Basi ana shida, sisi atatukuta. Hii familia bana ina watoto watatu. Sema watoto wawili ni watundu kinoma. Haya, si unajua mke na mume, muda wa kujenga familia huwa hawaachagi huu mchezo, sijui kwa nini. Sema kwenye familia hii kila wakitaka kulambana asali, dogo Devi ndo muda wake wa kulia, anapiga yowe kinoma. Mke wa Yuda huwa hapendi kinoma, sema tu ndo hivyo, ndo mtoto wake, atafanyaje sasa? Hamna namna. Huu mzigo unaitwa 2 peas, yani ni mbaazi mbili, tutakuja kuziona. Ni mbaazi mbili tundu kinoma. Hii ni 4 freaks, sasa twenzetu. Haya, hii ni familia ya Mr. and Mrs. Yuda. Hapa kuna watoto watatu. Huyo mkubwa anaitwa Destiny, wa pili huyo mdogo anaitwa Daniela, na huyo dogo wa mwisho anaitwa Devi. Mzee wa kulialia. Noma sana. Destiny na Daniela ni watundu kinoma. Hapa naambiwa acheni kucheza, wana stop kwa muda, baadaye wanaendelea. Kidogo hodi na gongwa. Kwenda kufungua, mamdogo wao kaja. Huyu mamdogo anaitwa Lili, ni mdogo wake kabisa mama Destiny. Ile vimeenda kumpokea tu vikamchapa na chocolate kwenye nguo yake nyeupe. Mamdogo kama indi kinoma. Watoto gani hawa? Ona sasa wamenipaka chocolate. Mama Destiny kaambia, jamani, hao ni watoto hawajui. Mamdogo Lili hataki kuelewa, yani kaingia ndani kama indi kinoma. Umeona bwana? Haya, sasa jioni ilivyofika hivi, mzee Yuda katulia zake kwenye coach pale, anaongea na mtu kwenye simu. Anaongea na brother yake, anaitwa Brian. Tutakuja kumuona. Brian anamwambia brother yake, brother, bana mimi nataka nije hapo. Kuna kazi fulani nataka nije niifanye. Kuna kampuni fulani imeniita, nataka nije nifanye. Yuda akafurahi sana, maana hajaonana na Brian muda mrefu kinoma, karibia miaka 10 hivi. Akamwambia, brother, utatukuta. Sisi tupo kabisa karibu. Kidogo mke wake naye kafika pale, wamekaa vizuri, wamekumbatiana vizuri kabisa. Umeona, baada ya kukata simu anamwambia mke wake, bwana Brian anataka kuja hapa. Safi sana. Nimemkumbuka shemeji yangu, kumbe anataka kuja. Atakuja. Okay, watoto wako wapi? Watoto nimewaacha na mamdogo hao, leo alale nao. Sawa. Haya, uko chumbani sasa. Mamdogo Lili yuko vizuri kabisa kwa ajili ya kulala. Watoto wamekuja pale, watoto wameshajiandaa kabisa tayari. Akamwambia, pandeni kitandani. Wakapanda. Daniela kakaa. Akamwambia, vipi, mbona ulali? Mimi nataka unisomee story ndio nilale. Unasema? Destiny kabidi amuelezee mamdogo wake. Mamdogo huyu hawezi kulala bila story za usiku. Chukua kitabu chake kile pale umsomee. Mamdogo Lili hawezi. Akamwambia, sasa ndugu yangu, leo itabidi tu ulale. Hamna namna. Naenda kumhudumia mdogo wako Davis. Unamsikia analia? Mamdogo huyo akaondoka zake. Daniela ndo kwanza akakunja mikono, afu kaanza kupiga mayowe sasa. Nataka story. Noma sana mule ndani. Mamdogo moja kwa moja mpaka sebleni, kakuta dada yake katulia na mume wake vizuri sana. Anakuja kumwambia, dada, mimi nimeshindwa kumbadilisha Devi nepi. Dada akashangaa tena akakasirika. Akamwambia, hivi wewe kweli Lili, tumzima kama unashindwa kumbadilisha Devi? Hivi utazoea lini? Hivi siku ukipata watoto itakuwaje wewe? Mambo gani kidogo? Daniela huyo hapa katoka zake chumbani, baba, mamdogo kakataa kunisomea story. Kweli? Haya, twende basi mimi nikakusomee. Baba Daniela akamchukua Daniela hao chumbani. Huku sasa mama Daniela, hivyo mdogo wangu Lili kweli? Yani kumsomea tu mtoto story umeshindwa, kumbadilisha nepi mtoto umeshindwa pia. Hivi una tatizo gani wewe? Utawezaje sasa? Mimi nikajua leo na relax umekuja, kumbe shida tu. Haya, njoo nifuate kuone jinsi tunavyobadilisha nepi. Mamdogo Lili kaondoka pale kama indi. Noma sana. Haya, siku hapa vitoto vinacheza pale sibleni. Ni vitundu kinoma. Mama yao anawaambia, "Vinyi mmemaliza homework?" Wapi? Vinatumbua tu macho. Haya, ukoteni kila kitu hapa. Kidogo mamdogo wao ndo anatoka kwenye interview, anakuja hapa. Kwenda kumpokea mamdogo, sasa, "Wewe nyenye msinishike. Acheni tokeni hapa." Anaogopa kinoma. Akakaa pale. Wakaanza kupiga story na dada yake. Bana mamdogo Lili kafanikiwa, interview imeenda vizuri, katoboa. Amepangiwa pale Abuja. Dada, bwana nimefanikiwa, interview nimepangiwa hapa Abuja, nashukuru Mungu, lakini nitapata nyumba yangu na mimi ya kupanga. Dada kusikia vile akamwambia, hongera, lakini hakuna
hakuna kutoka hapa mpaka uolewe. Mamdogo Lili kusikia mpaka uolewe akasema, nani kuolewa? Wapi, mimi siolewi. Mamdogo Lili masuala ya kuolewa yeye hayapo kabisa kichwani. Yani hapendi wanaume. Kwa nini bwana? Sema dada yake kasema mpaka uolewe hapa, hakuna kutoka. Kapiga pini. Haya, sasa jioni Mamdogo Lili katulia zake pale sebuleni, anakula zake msuli. Vikaja bwana mbazi hizi hapa zinapiga mayowe kinoma, movie. Sasa Destiny anataka katuni, ila Daniela anataka movie ya Cinderella. Vinang'ang'ania pale, nataka movie, nataka Cinderella, nataka movie. Kelele kinoma. Mamdogo Lili nye mbazi, tulia, kila mtu changanya mbaliga, mtoke hapo, zima hapo kila kitu. Haya, potea. Vitoto hivyo vikaondoka zao, sema vinaenda vinapiga kelele kinoma, na mkiendelea kupiga makelele ndakuja ni wakate vichwa. Wewe unye. Mamdogo hataki utani bwana. Haya, siku hii hapa ni siku nzuri sana. Brian kafika pale, kapokelewa na brother yake vizuri, kuingia ndani macho kodo. Nyumba ya brother ni kali kinoma. Brian, I say bro, mwanangu mbona pakali sana huku ndani, umejiwekeza Ambia yani unajua, sikiliza, afu wezi amini, hii kazi yote sio mimi, mke wangu bwana kafanya kazi. Uwe na wewe unaona faida kwa na mke. Brian kusikia mke sasa, yeye na kuoa ni tofauti kama Mamdogo Lili tu. Yani anamwambia brother yake, brother, mimi nitaoa tu, wanake mpaka uwe na hela. Huyo kapanda zake kakaribishwa vizuri. Wakati huo Mamdogo Lili kachukuliwa na dada yake, wakaenda mpaka chumbani, kile chumba cha watoto. Kaambia, sasa mdogo wangu sikiliza, hiki chumba ndio utakuwa unalala humo, sawa kwa sababu utakuwa unakaa humo. Mamdogo Lili kusikia hivyo kaambia, dada mimi sitaki, siwezi kulala na watoto wako. Kaambia, sikiliza, utawazoea, ndio muda wa kuwazoea, mimi watoto wangu ni watoto wako. Mamdogo Lili anagoma. Dada yake akamwambia, safi sana, utawazoea tu. Haya, mimi naondoka. Huyo dada kasepa. Mamdogo Lili kachanganyikiwa, patatosha humo. Haya, mida hivi Mamdogo Brian ameshaoga, katulia zake nini, anafanya kazi kidogo. Mamdogo Lili huyo katokea pale, wakasalimiana vizuri, wakaanza kupiga story vizuri. Kwa nyuma mbazi mbili hizi hapa zikaanza kunongonezana kwanza. Muona kidogo zikafika pale kwa Mamdogo. Mamdogo unafanyaje? Na mimi nataka. Nyenye tulieni, mtani haribia, tulieni. Nendeni kwa Mamdogo. Ile nataka kusimama. Mamdogo sema, mnaenda kaeni huko kama vipi, mtoke hapa, mnatupigia tu makelele, toka. Vitoto hivyo vikaondoka. Vikafika nyuma vikaanza tena kunongonezana. Sijui nini kinaenda kufanyika huko. Haya, wanangu wale wa kutandaza miguu hawa hapa. Destiny kamkaribisha Mamdogo wake chumbani kwao kwa kutandaza miguu. Kalala katanua miguu hatari. Mamdogo kutoka bafuni kakuta Destiny hana hata habari yani. Mamdogo akaona hapa kazi ninayo. Ikabidi arudi bafuni. Mama yake kuja, ameshazoea yale mambo. Ukiona watoto bana, hivi vitu vya kawaida sana. Kabidi tu amfunike mtoto wake vizuri, katabasamu, huyo kaondoka zake. Haya, kesho yake asubuhi mbazi mbili hizi hapa zimetulia pale zinafanya homework, huku zinapiga juisi. Destiny kapiga yake kaisha, akaanza kungangania mdogo wake, Daniela mimi nataka ya kwako. Daniela kagoma. Destiny kachukua ya mdogo wake, afu wakaanza kubishania, naomba juisi yangu sikupi, naomba juisi yangu sikupi. Huku anamwaga pale chini. Mamdogo kasikia makelele, katoka zake chumbani, anakuja kuulizia nini. Kufika pale chini noma sana. Vitoto vikashika kichwa, maskini baba mdogo kiuno hoi. Ile wanaendelea kubishana, ni wewe sio mimi, ni wewe. Mamdogo wao naye katoka chumbani, anakuja kuuliza kuna shida gani kuna shida gani nyie? Wakamwagia naye juisi, vikashika kichwa, wamekwisha. Yani leo ni shughuli hapa. Baada ya hapo, hapana, haiwezekani. Mamdogo Brian kasema, mimi kwenye nyumba siwezi nikakaa, wataniua watoto. Akaenda akamwambia brother yake, brother, hapana, mimi naomba nihame, siwezi. Brother yake Brian akacheka kinoma, akamwambia, Brian bwana, acha hizo bwana, watoto wadogo tu wanakuhamisha kwani siku kija kupata wako itakuwaje? Brother, mimi hamna. Yani hivyo ni visichana vikubwa, sema vielewi kabisa. Hamna bwana, hao ni watoto wadogo sana. Afu uwezi ukahama, mimi na wewe tujaonana karibia miaka 10 tu, unahamaje ndani ya siku 3 tu? Haiwezekani bwana, mtulia bwana, kila kitu kitakuwa poa, sawa? Utakuja na wewe kupata watoto utahangaika. Brother, mimi hamna bwana, watoto kama mimi siwawezi bwana. Yani Mr. Yuda hana mbavu, anacheka kinoma. Watoto wa bwana. Haya, usiku umefika bwana. Mamdogo kalala vizuri. Daniela huyu hapa kaja na mrija, kaanza kumgusa mamdogo wake, anamgusa najificha. Mamdogo kuamka, Daniela kaanza kuhesabu makopa ukutani, 1 2 3 4. Daniela, hivi kwa nini hutaki
kuniacha leo? Ni Jumamosi, ndo siku pekee nimepata kupumzika. Mimi nilimfuata Destiny akakataa kucheza na mimi. Asa mimi nicheze na nani? Sikiliza Daniela, basi nenda kwanza nipumzike, tutacheza baadaye. Daniela kamaindi huyo kafungua mlango kasepa. Haya, siku hii hapa asubuhi mama Daniela kamfuata mdogo wake pale, kamwambia mama mdogo Lili, sikiliza mdogo wangu, leo mimi na shemeji yako tunatoka, kuna kikao tunaenda kufanya huko, kwa tutakuachia watoto. Mama yangu, mama mdogo kusikia anaachia watoto akasema hapana, nyani nendeni nao tu, mimi hapana. Wangekuwa watoto wa kawaida sawa, ila hawa amna kabisa, nendeni nao. Mama Daniela akasema hapana, hatuwezi kuondoka nao, utabakia hapa, utawafundisha, watakaa vizuri tu. Mama mdogo akafikiria akasema haya, vipi na Devi mnaondoka naye? Mama Daniela akasema hamna, hasa Devi ndo mdogo kabisa, tutaenda naye vipi kwenye kikao? Mama mdogo Lili kusikia hivyo akaanza kusema, "Tambadilishaje nepi ya kipuu? Nitabadilishaje? Utambadilisha kama nilivyokuwa nakubadilisha wewe, sawa?" Leo humu ndani patamu. Wakaondoka bwana. Haya, wakamwachia watoto, ndo yuko na watoto hapa. Mwanangu mchizi wangu kabisa wa nguvu Devi kalala. Sema Devi alivyolala akaamua sasa awanyoshe, akaachia kitu cha wakashtuka, hawakusikia vizuri. Devi akaachia kingine. Tayari mamdogo kayatimba. Nisaidieni kumbadilisha, sisi hatujui, mbadilishe tu wewe. Mamdogo Lili leo kapatikana. Mwisho wa siku kabidi aingie ndani kwenda kutafuta nepi. Mamdogo kurudi akakuta kazi inafanyika pale. Daniela na dada yake wamempiga poda za kutosha Devi kwamba hawataki harufu, eti wanazuia harufu. Mamdogo kufika pale akaanza kulia tu. Umeona vimejipiga na vyenyewe, utafikiria vimzimu yani. Noma sana watoto. Mbazi mbili hizi hapa sasa zipo kazini, ziko serious kabisa yani. Mamdogo ni kulia tu, anashindwa hadi kuongea. Daniela ndo anamwambia afadhali kidogo harufu imekata. Si unaona mamdogo wewe tulia tu hapo, sisi ngoja tumsafishe. Noma sana. Mbazi mbili ushakutana nazo mamdogo Lili baada lile show akasema hapana isei, kabidi akaripoti kwa dada yake. Dada, mimi hapana, siwezi kabisa kukaa hapa, watoto wako wataniua, nashindwa kufanya kazi mimi, benki wamesema nikatafute nyumba nyingine. Dada yake kamwambia sikiliza, hakuna kutoka hapa, yani wewe uwezi kupanga huko mtaani afu mimi niko hapa, kwa nini uhangaike? Hawa watoto hawezi kukushinda wewe, watoto wangu ni wakwako, kwa utabakia hapa hapa. Mamdogo Lili katoka pale kamaindi kinoma. Wakati huo mbazi mbili ziko kitandani zina discuss, yani mimi mamdogo na ba mdogo hata siwapendi, wakali hata wataki kucheza. Mamdogo hao akiingia vinajifanya vimelala, muona, afu vinaamka vinamchungulia, akitoka tu vinaendelea. Yani bora tuondoke, mimi hata siwezi. Noma sana. Haya, mama Daniela na baba Daniela vikao bado vinaendelea. Wakatoka chumbani wakaja kuwaaga hapa familia yao. Jamani, sisi tunatoka tunaenda kwenye kikao, ila naomba muwe wa dada wazuri, sawa? Msifanye fujo, mama mdogo atawachapa. Umesikia wewe Destiny? Uangalie wadogo zako, usifanye fujo, sawa? Haya, kwa elini wakakumbatiana vizuri wakaondoka zao. Mama mdogo Lili akamwambia, haya wewe sikiliza wewe Destiny, umesikia mama yenu amesemaje, si ndio? Sasa msinisumbue. Leo nitawakata hayo masikio. Haya, kaeni hapo. Wakakaa, msitoke hapo hata mfanyaje, nitawaonyesha leo. Mama mdogo kaingia ndani. Ile katoa tu mguu. Vikanongonezana. Oya, kama kawaida. Vikachukua midoli vikatupa chini. Vikaanza kupiga makelele. Mama mdogo wao kutoka. Sijui nini kiliendelea jamani. Haya, baada ya hapo mida hivi kuna ofisa polisi anakuja. Kumbe baba Daniela na mama Daniela bwana walipata ajali. Wakafariki kwenye gari. Ajali mbaya sana. Akaleta taarifa hapa, wote wakachanganyikiwa, majonzi yakatawala. Ikabidi wakimbie moja kwa moja mpaka kwenda polisi kuangalia miili. Inasikitisha sana. Haya, baada ya msiba sasa wale watoto inabidi wakae na baba mdogo Brian pamoja na mama mdogo Lili. Hapa ndani patamu. Hawana tena namna gani ya kufanya. Unafikiri utafanyaje kweli? Wewe ndio baba mdogo, wewe ndio mama mdogo. Utafanyaje? Utawatupa watoto wa dada? Haiwezekani. Ikabidi sasa waishi nao. Sema ndo hawajazoea. Afu unajua show lao noma sana. Sasa kuona vile kwamba watoto tutawasumbua, baba mdogo Brian akasema ngoja nikawachukulie dada wa kazi. Wako hapa. Huyu hapa dada wa kazi. Haya. Dada unaitwa nani? Mimi naitwa Esther. Hiyo wame. Mona dada wa kazi ana wenge kinoma yani. Watawezana kweli? Haya, baba mdogo Brian akamwambia Esther, sikiliza saa. Esther. Hiyo wame. Sawa, Esther, basi nenda chumbani kule nilipokuonyesha. Haya, madam, naitwa Esther.
Iyo wamele. Thank you ba. Thank you sir. Akatoka pale mwanangu anacheka kinoma. Tawezana hao. Haya, ngoja tuone. Sema mama mdogo Lili alimind kwa sababu hakupewa taarifa kama kuna dada wa kazi anatakiwa kutafutwa. Muona ba mdogo Brian akaona tu amchukue. Basi bwana akaanza kumindiana pale, sema hamna namna, sasa ndo dada wa kazi ameshafika. Kazi zikaendelea. Haya, sema dada Esther na wenge kinoma, afu mkali kinoma, kashika fimbo, afu watoto wamepiga magoti pale, anataka kuwatandika fimbo kwa sababu wamemsema eti ametoa chakula kidogo. Dada Esther akamwambia sasa leo mtanijua, nitawatandika nyie akili mpaka ziwakae sawa. Destiny analia kinoma, ila kamanda wangu Daniela macho makavu, ali wala nini, anamwangalia tu. Muona bwana, dada Esther anakunywa juice pamoja na karanga na karoti pale, noma sana. Dada Esther akamwambia haya sasa leo mtanitambua, nitawatandika fimbo mpaka mtajua. Mnajua kupika nyie, mnasema eti nawapa chakula kidogo. Haya, kaa kama panzi, kaa kama panzi, kaa kama panzi. Ile anatembea kidogo dada Esther chini, akaamka, kaa kama panzi nasema. Dada na wenge huyu. Haya, sasa shida dada Esther ni moja, akanyata akaingia chumbani kwa baba Daniela. Alivyoingia kwanza amevaa mikufu pamoja na mabangili ya thamani, sijui kayatoa wapi. Kaenda mpaka pale kawasha taa, mara akafungua draw, kaangalia mpaka kwenye friji, huko na pipi mdomoni. Noma sana. Kaenda mpaka kwenye kabati, kafungua akaona kuna begi moja zuri sana, kachukua kaweka pale. Toa alimfuko kabisa kwenye gauni pale. Huyu dada wenge, ba mdogo Brian kumbe kaja nyuma anamwangalia tu, katulia tuli. Bidada yake kabegi zima kwenye begi nyenzake, kuweka kichwani, kugeuka, taa zikawashwa. Dada Esther kaanza kulegea, pipi chini. Hapo sasa sijui anamlegezea nani macho. Dada Esther we. Ba mdogo Brian kabidi amtimue. Afu story yote akaja akampa mama mdogo Lili. Mama mdogo Lili akashangaa kinoma, akasema kumbe alikuwa anawapiga watoto. Itabidi tumfunge yule dada. Haiwezekani ampige watoto. Kwa nini awapige? Mama mdogo Brian akasema bwana nisharipoti polisi na tayari washamshikilia. Mama mdogo Lili akamuuliza mama mdogo Brian, sasa tunafanyaje hawa watoto? Mama mdogo Brian akamwambia sasa hapa ndugu yangu hakuna namna. Kama wazazi wao walikuwa wanaweza na sisi inabidi tuweze. Inabidi tuwale sisi wenyewe. Hakuna namna. Walivyofikiria pale mama mdogo Lili akasema sasa cha msingi ni kumtafutia David daycare. Maana hapa hatutaweza, maana si wote tunafanya kazi. Wakakubaliana pale. Haya, siku moja asubuhi sasa David kacharuka, hataki kwenda daycare wala nini, anapiga mayowe kinoma pale. Mama mdogo ndo anachelewa kazini. Kidogo ba mdogo naye anashuka ngazi anaenda kazini. Kufika pale akakuta shughuli inaendelea. Akamwambia ba mdogo sikiliza, leo ni zamu yako kumchukua David kumpeleka daycare. Ba mdogo akamwambia ni kweli, sema sasa nawahi kuna kikao kazini, mchukue. Mama mdogo naye akakasirika, akasema sitaki na mimi nachelewa kazini. Kama vipi njoo usafishe meza hapa, mimi naondoka. Mama mdogo huyo kabeba mtoto kaondoka zake. Mchizi Brian kabakia pale anatumbua tu macho. Kabidi asafishe mule ndani. Unafikia atafanyaje sasa? Haya, jioni ilipofika mama mdogo Lili ndo katoka zake kazini, kafika pale nyumbani pametulia kinoma. Kaanza kujiuliza kuna nini? Mbona leo amani sana? Ila anatembea vizuri kuangalia sebleni akakuta kuna karatasi nyingi sana. Sikazisogelea kuzicheki vizuri, kumbe ni karatasi zake za ofisini kwake. Vijana wamezichukua kaloweka kwenye maji. Yani alipiga kelele hizo. Tayari kimeshanuka. Kilichofuata ni kuwaita pale watoto. Haya, okota kila kitu. Hiyo ndio adhabu inayowafaa. Baada ya kuokota na kuona nivi, naanza tena kunyang'anyana. Mpaka Daniela kanadondoka pale. Mama mdogo, haya, mnaanza tena kucheza. Sogeni hapa, pigeni magoti, nyosha mikono juu. Leo mtapiga magoti mpaka kesho asubuhi. Kaeni hivyo. Kwanza kwa nini mmechukua karatasi zangu mkazichezea, mkaziloweka na kwenye maji? Shuleni mwalimu alituagiza bata wa karatasi. Sasa kwa nini mkumwomba baba mdogo wenu? Tulimwomba akatukatalia. Safi sana, nampiga magoti mpaka usiku. Shenzi nye. Destiny kaeka sura ya huruma, majonzi yamemkamata. Ila rafiki yangu Daniela macho makavu. Yani kupiga magoti anaona mbona unyama tu. Tupige hata wiki nzima tu fresh. Noma sana. Baada ya muda mama mdogo wao anaonea huruma. Haya nyanyukeni, endeleeni kuokota hapo. Shenzi nye. Na siku nyingine mkiharibu karatasi zangu mtaniona. Haya, sasa hii leo ni siku ya baba mdogo. Baba mdogo katulia pale anapiga zake kazi. Vikaja bwana, vinalilia juisi. Daniela anataka juisi. Nomba juisi, sikupi. Nomba juisi, sikupi. Hivi nyie hamuoni mimi nafanya kazi? Mkinimwagia, mtokeni hapa, mimi nafanya kazi. Kweli bwana, vikamwagia juisi yote. Na nyingine kaenda kwenye laptop. Baba mdogo alilalamika, alipiga mayowe, alikasirika kinoma. Piga magoti hapo, piga magoti. Vikapiga pale magoti. Umeona bwana? Pigeni magoti, hakuna kunyanyuka hapo mpaka jioni, mpaka usiku. Shenzi nye. Kwenda kucheki laptop, mwanangu imemwagiwa juisi. Noma sana. Baba
Mdogo akawaacha pale, kaingia ndani kwa hasira kinoma, vikapiga magoti pale mpaka jioni. Mdogo ndo anatoka kazini, kufika pale vimepiga magoti, akasema vipi tena na nyinyi ndugu zangu, mbona magoti ila mmekaa pozi nzuri, shida nini? Hatujafanya kitu chochote. Hamjafanya kitu chochote, mbona mko hapo? Hata hivyo mmekaa pozi nzuri sana, endeleeni tu mpaka kesho yake asubuhi. Afu mdogo huyo akapanda zake ngazi, akaenda zake kulala. Sasa kesho yake ilikuwa ni weekend, sema hii hapa ni asubuhi. Mdogo Lili baada ya kutoka zake matembezini akafika pale, kakuta vimelala, sema mule ndani vimevurugua hatari, yani kama uwanja wa vita vile, sijui vilikuwa vinafanyaje, vimeangusha maua, yani vimesambaza kila kitu. Mdogo akashangaa, kuwashtua ndo kwanza wameamka, usingizi bado uko machoni. Mmefanya nini hiki? Mbona kila kitu kiko ovyo? Mdogo naye ndo anatoka ndani, anakuja kuangalia, kukuta pale ni hatari, uwanja wa vita, yani kila kitu kiko mahali pake, noma sana, vimesambaza upendo. Akavifokea kinoma, kwa nini mmefanya hivi? Sio mimi, ni Destiny. Hamna, sio mimi, ni wewe. Sasa nisikizeni, sitaki tena mfanye ujinga hapa, sawa? Akapanda zake chumbani nini. Mdogo Lili akamwambia, sasa nyie nisikilizeni, ukoteni kila kitu afu msubirie mdogo wenu, shenzi nyie. Huyo mdogo akapanda zake ngazi. Sasa adhabu iliyofuata, mdogo akamwambia, haya kaeni hapo chini kwenye kochi, hakuna kutoka hapo. Yeye akaanza kufanya kazi pale, kuna laptop yake kidogo. Mdogo katoka chumbani, kawakuta wamekaa pale, kamwaga mdogo Brian kwamba mimi natoka naenda kutafuta vitu sokoni. Sawa, mdogo akaondoka zake. Mdogo Brian kaviangalia vile vitoto, kaambia, haya nyie mbazi mbili, sikilizeni, niliwaambia hakuna kucheza humu ndani tena, si ndio? Sasa leo siku nzima mtakaa hapo hapo, mkimaliza kula mnaenda na kulala, sitaki mcheze sasa, na mkicheza ndo mtanijua mimi ni nani. Wewe mkubwa Destiny, nitakupeleka kwa bibi yako kijijini, na wewe mbazi ndogo nitakuchukua nikupeleke kwa bibi yangu kijijini, umenielewa? Hivyo sasa natoka hapa, nikirudi nikakuta hampo, mtanielewa mimi ni nani. Mdogo kanyanyuka kaenda zake chumbani. Mbazi mbili zikaambia, sasa tumetukataza tusicheze humu ndani, ngoja. Vikanyanyuka ndala kwenye mikono. Kabla kutoka kwanza kabidi wakamcheki mdogo wao anafanyaje. Daniela akabakia pale analinda doria, Destiny ndani, mdogo wao kalala. Vikatoka mdogo vikanyata mpaka nje, mlinzi ameacha geti wazi, vikatoka hivyo vikasepa zao. Haya, mdogo ndo katoka zake sokoni, kufika pale nyumba kimya, akasema afadhali wamelala watoto. Mdogo naenda anatoka zake chumbani, anaita Daniela. Kufika pale vitoto havipo, kumuuliza mdogo naye haelewi, ndo kafika, kwani wako wapi? Niliwaambia wakae hapa, nenda jikoni, hamna mtu. Chumbani kwao angalia mpaka kwenye makabati, watoto hawapo. Sasa ndo wameenda wapi? Unaniuliza mimi tena? Wewe ndio uko unataka uangalie bwana, hem twende tukaangalie. Hao wakashuka moja kwa moja kwenda nje, mlinzi ndo anaingia pale, na alikuwa ameenda kufuata nguo zilikuwa kwa Dobi. Sasa wanamuuliza, watoto wako wapi? Watoto? Watoto gani? Watoto gani? Destiny na Daniela wako wapi? Mimi hata sielewi. Mlinzi naye wengi tu, ikabidi wajichanganye mtaani kwenda kuulizia. Wakaulizia kila mtu ambaye alikuwa anamuona. Msamani kaka, hivi muona watoto wawili, mmoja mrefu mwingine mdogo? Hamna kwa kweli, sijawaona mimi, hamna, sijawaona. Wanaenda tena kwa watu wengine, walizunguka kinoma. Vikina Destiny vilienda sehemu vikacheza kinoma mpaka jioni kabisa. Sasa hivi ndo vinarudi nyumbani. Muona umefurahi? Yani nimecheza mpaka raha tu, tunatoroka kila siku, sawa? Ngoja tuwai sasa nyumbani mdogo, na mdogo asije akatutafuta atatupiga, si unajua alivyo akali. Wakapiga kona ya kwanza, kona ya pili wakakutana. Vitoto vikashika kichwa, vimeisha. Yani siku hii sema mdogo Brian pamoja na mdogo Lili hawakuwapiga. Ikabidi wakae chini wawaulize kwa upole sana, kwa nini mlifanya vile? Kwa nini mlifanya vile watoto jamani? Sije tena mkatoroka kule nje, kuna watu wabaya wanaweza kawaumiza. Mmesikia watoto? Hatutawafokea tena, hatutawachapa tena, sawa? Kila weekend tutakuwa napeleka ile sehemu ya michezo ya watoto, sawa? Wakawachukua kaenda kuogesha. Kesho yake kabidi baba mdogo pamoja na mama mdogo wakae pamoja waanze kudiscuss. Wakajua kwamba wamekuwa wakali sana kwa watoto mpaka kiasi kwamba watoto wanawaogopa yani, na wamewanyima kabisa uhuru wa kucheza mpaka watoto wanaamua kutoroka kwenda kucheza nje. Ile ni hatari sana unajua. Ikabidi wajifunze na wajichukulie sasa wao ndo kama wazazi. Kweli weekend ilipofika ikabidi wachukue watoto wakawapeleka mpaka sehemu ya kuchezea. Wakaenda sehemu ya wanyama, wakawa na waangalia, wanaenda kwenye kobe wanaangalia, wanaenda kwa nyama tofauti sehemu za michezo. Basi watoto wanafurahi sana, yani walifurahi kinoma. Muona bwana, ndio raha ya watoto, michezo, si unajua bwana. Wamerudi jioni wamechoka kinoma. Daniela kapiga mbonji mpaka na koroma. Devi ndo usiseme, kama ndangu Destiny yeye huaga halali mchana, anatembea tu. Umeona bwana? Haya, sasa baada ya mambo watoto walitulia kabisa, wakawapenda sana baba mdogo pamoja na mama
mama mdogo. Mpaka siku hapa baba mdogo Brian pamoja na mama mdogo Lili wamekaa pamoja wanapiga story sasa. Vipi bwana? Sema dada ni mkorofi. Nilikuwa sijui kama ni mkali hivi. Sema ni mkali hatari. Amna bwana, mimi hata sio mkali. Kwani mimi mkali sana? Wanapiga story, wanacheka vizuri. Sema Brian akamuuliza swali mama mdogo Lili, mbona mpaka sasa hivi hujaolewa? Vipi una mpango wa kuolewa? Mama mdogo Lili akasema, kwa kweli sasa hivi mimi nimetoka kwenye mahusiano. Kuna mambo ya kwenda vizuri kwenye mahusiano yangu ambayo ilikuwa ni ya miaka 2. Unajua tena vijana wa siku hizi nyinyi hamueleweki. Hamna bwana, si watueleweki. Sisi tunaeleweka. Na wewe vipi, mbona hujaoa? Mimi sio kwamba sitaki kuoa. Mimi bwana napenda sana kuoa. Ila shida, najua na nyinyi wanawake bwana mpaka upate mwanamke aliyetulia. Si unajua tena? Mpaka upate mwanamke ametulia hivi ndio unaweza kumweka ndani. La sivyo, unaweza kukuta mambo yakakaa vibaya. Africha hivyo, inabidi mimi mwenyewe nijipange, niamue kwanza mambo yaende vizuri ili msije mkala dagaa mwaka mzima. Umeona bwana? Lazima ujipange ukitaka kuoa. Haya, sasa siku moja baba mdogo Brian bwana katoka zake ndani, yuko na pisi moja. Manzi fulani vimenyoka sana, yuko na mafaili. Sasa sijui alikuwa anafanya kazi kweli au alikuwa anafanya kazi. Umeona bwana? Wakafika paka pale getini nini. Sasa mimi naondoka. Okay, haina shida. Basi mimi nitakupigia simu, sawa? Wakiona nimalizia kuagana pale, mama mdogo Lili huyo hapa. Lili, karibu. Huyu mfanyakazi mwenzangu anaitwa Lili kampiga jicho moja noma sana. Hata hajawasalimia, kawashusha juu chini afu huyo kawapita kaondoka zake. Kufika mpaka mule ndani kafungua mlango, yani mpaka anachungulia, akapata hasira. Sasa sijui hasira za nini. Brian alirudi ndani tu kadakwa. Kwa hiyo ndo mambo gani sasa? Kwa hiyo ndo mpaka ulete wanawake wako huko ndani. Hujui kama ndani tuna watoto? Kwa nini usiwaache huko? Tulia basi na wewe. Wewe mbona mimi sijakukataza ulivyoenda kwa ex wako? Sasa na wewe si ungeenda kwani mpaka walete? Sikiliza basi, tulia. Mbona mambo ya kawaida sana. Enda huko bwana, achana na mimi. Mama mdogo Lili kaingia ndani. Sasa sijui kakasirika nini. Baba mdogo Brian naye akashangaa. Udada vipi? Ana shida gani? Mbona kakasirika fumi hata sielewi. Sasa jioni imefika, mama mdogo Lili bado kamind kakunja sura asema anafanya kazi. Baba mdogo kashindwa kulala huko, kaja paka pale. Lili hataki kuitikia. Ikabidi afunge laptop akaika pembeni kwanza. Sikiliza Lili basi. Sikiliza mama, mimi nimeshindwa kabisa kulala. Yaani unanisikia? Kamshika mikono dada wa watu. Kweli kabisa. Bana mimi moyo wangu mimi nikilala hivi naona sura yako. Yaani huwezi ukatoka kichwani sija kufikiria. Lili mimi nakupenda bana. Umeona? Baba mdogo kamtongoza mama mdogo. Umeona? Lili naye ndo kalegea tayari. Ukishaambiwa nakupenda bwana, noma sana. Mama mdogo Lili kashindwa namna gani aseme. Kabakia tu kabunda mdomo anamwangalia baba mdogo anavomwaga mistari. Basi bwana, mwisho wa siku mama mdogo Lili akukubali pale. Ila siku moja jioni wamekaa wanapiga story pale, ndo akamuuliza sasa, hivi ni kweli unanipenda? Sikiliza mama, mimi nakupenda kinoma. Mimi nataka tu nipate ukweli kutoka kwako. Kuna yule ex ulienda kumwangalia yule, ilikuwaje? Hamna, kwa kweli mimi naye tushaachana kabisa. Mimi naye tushaachana. Ila mimi nataka nikuulize, yule dada niliyokukutana naye siku ile kwenye geti ni nani? Yule. Yule ni mfanyakazi mwenzangu na nilimchukua yule makusudi ili nikutie wewe hivi kwa sababu mimi nilikuwa nimeshakupenda sana. Kweli? Haki ya nani kabisa. Umekubali kuwa bebe yangu? Mama mdogo Lili akatiki. Umeona bwana haina shida. Basi bwana wakakumbatiana vizuri. Umeona Asa siku moja mama mdogo Lili katoka zake kazini usiku, kafika pale kakuta kuna maputo, kuna taa fulani vya mahaba. Yakajua watoto ndo ameweka pale. Umeona? Akaanza kuita Destiny, akajua ni watoto ndo amezingua. Kidogo baba mdogo katokea ndani. Vipi mama? Uko poa? Niko poa. Pole na kazi. Asante. Sasa sikiliza, msogee hapa. Nini? Sikiliza, huyu sio Destiny wala sio Daniela kafanya hivi, ni mimi mwenyewe. Jamaa akaanza kumwaga mistari. Unajua, sikiliza mama, mimi tangia maisha yangu yaanze mpaka sasa hivi sije kukutana na mwanamke mwenye akili mzuri mrembo kama wewe. Akia mama, umenichanganya akili. Najisi kabisa ni mpya yani sitaki kuzeeka nikiwa mwenyewe. Asa unajua nini mama? Mimi nataka tuoane, sawa? Jamaa kapiga chini magoti, katoa pete. Utakubali nikuoe? Ndio. Kamchapa pete mtoto wa watu, wakakumbatiana. Ilo amekumbatiana, unataka kulamba asali mwanangu Devi. No, hold on. Mdogo ikabidi aende akamcheki. Ukuba mdogo Brian anashangilia kinoma, leo ataenda kulamba asali. Noma sana mwanangu, mzigo mwisho kabisa. Original movie inaitwa 2 Peas. Link yake iko chini hapo kwenye description. Eti nani katisha humu ndani? Devi, Destiny au Daniela au baba mdogo au mama mdogo? Mimi sielewi. Au ni wazazi wao? Vipi, ushakukutana na watoto wa namna hii au unaishi nao? Je, ni watoto wako au watoto wa ndugu yako? Afungekuwa wewe
wewe ndo watoto wako ungewafanya nini kwa huu utundu? Au unawanyosha vipi? Wape darasa wenzako hapo chini tuone tunaishije. Maana watoto ni noma sana. Bana, kama umefurahia tuandikie hapo chini kwenye comment kitu chochote tu ambacho umekifurahia kwenye hii movie. Bana, mpaka wakati mwingine, hii ni 4Flix. Ciao.